Okay, pole kwa surprising. Ngoja tukusalimie kidogo, ona manjonjo tu ya mwandishi wako. Natamani uambie watazamaji unaitwa nani, unafahamika kama nani, kwa sababu tumeweza kukufanyia surprise na nimekufuatilia muda mrefu kwenye mitandao ya kijamii. Nikasema haiwezekani mimi kutokumfikia huyu producer mkubwa. Kuna dogo mmoja alikuwa anamrekodia nyimbo nyingi nzuri. Nikafuatilia nikaambia ni producer mmoja hivi anamrekodiaga hizo nyimbo. Nikasema leo ngoja tuje tufanye mahojiano mawili matatu hivi wa Tanzania wajue ni producer gani. Kwa utawasalimia wa Tanzania alafu then tutaendelea. Mambo vipi? Kama mimi naitwa Ruta Genius, is African Beats, ni music producer, sound engineer ya kutoka Notation Records, studios za Notation Records kama tunavyoona pale. Wow. Ruta, kuna mtoto mmoja ambaye ana rekodi ngoma zake nzuri sana, zina trend sana kwenye mitandao ya kijamii social kama YouTube na TikTok pamoja na Instagram. Anaitwa Ele Music. Sawa? Huyu mtoto nyimbo zake ni nzuri sana za kusisimua. Kutaka kujua ni nani anamtengenezea beat. Na inakuwaje mtoto maana ni mdogo, inakuwaje akifika studio hamna usumbufu yoyote, yani producer hapati shida yoyote, changamoto yoyote. Tukasema haiwezekani. Nikaongea na mashabiki zangu pamoja na ofisi yangu, ikasema haiwezekani, inabidi tumfikie huyo producer ambaye anafanya maajabu makubwa ambaye hamna mtu anaweza kufanya, kwa sababu tunajua changamoto ya kumrekodi mtoto mdogo ana changamoto nyingi. Sasa wewe kwa hiyo changamoto unatuambia vipi, kwanza huyu mtoto mlianza wapi na mpaka sasa hivi hapo mlikofikia? Kweli Ele Music ni ndugu wangu, familia, mtu ambaye nimefanya naye kazi muda mrefu. Na tulikutana studio tu. First time nakumbuka alikuja mama yake na mwalimu wake fulani hivi wa muziki. Alikuja tukaona studio na nini, tukawapa ushauri kadhaa, tulisikiza nyimbo zake. Tukaona mtu ambaye ana talanta kubwa, ana uwezo mkubwa sana. Tukawapa ushauri, tukaanza kufanya kazi rasmi, tumetengeneza nyimbo nyingi sana, yani na kitu ambacho hata hii nyimbo na mix hapa sasa hivi nakwambia niko hapa tukajana ni nyimbo yake. Nadhani unaona sasa ni mtu ambaye tunafanya naye kazi kwa ukaribu sana na kazi nyingi sana. Kwa kifupi ni mtu ambaye yule haji hapa kama tu mteja tu kwamba anakuja kurekodi aondoke, yani yule ni mtu ambaye sisi ndo tunamlea, ni familia yetu kimuziki, yani yule ni sisi tunamlea kimuziki. Ukuaji wake wa muziki sisi ndo tunatengeneza, tunashauriana, tunamrekebisha, tunafanya vitu vingi sana kwenye project zake. Na ni mtoto ambaye ana uwezo mkubwa kwa kweli. Mpaka unaona tunapoteza, tumeamua tuweke muda pia, ina maana tuwezi kuweka muda kwenye amna, tunaweka muda kwenye sehemu ambayo tuna uhakika tuna support kitu ambacho kinasupportika. Kwa Ele ni mtoto mdogo, imagine ana kama 8-9 hivi, lakini anafanya vitu vikubwa sana. Mimi narekodi watu wengi, wasanii watu wazima, lakini ni mtoto ambaye anawashinda hata watu wazima kwenye engo nyingi sana. Kama wewe kama producer, nyimbo gani nzuri ambaye ulikaa siku ukaamua kumtengenezea dogo beat, kama ngoja nimtengenezee huyu mtoto beat? Ni nyimbo gani ambayo wewe unaikubali na ukasema kwa kweli nyimbo hii beat nimeigonga hapa, hii beat nimeitengeneza? Kwa zilizotoka? Kwa zilizotoka. Kwa zilizotoka ili my favorite song ni ana wimbo unaitwa Tusaidie, wimbo wake mpya. Una video pia unaitwa Tusaidie, ukipita YouTube pale utasikiliza, unaitwa Tusaidie, Ele Music Tusaidie. Hiyo ni ngoma yake mpya. Ameimba vitu vingi sana ndani, ameimbia jamii, matukio yanayoendelea, tekwaji nini, yani mambo mengi sana ameimba mule. Ni wimbo ambao hauendani kabisa na umri wake, yani ni wimbo ambao yani mawazo ambayo ameyawaza kuyaimba mule ni kitu ambacho hata watu wengi wazima hawajafikiria kuimba hivyo. Kwa ni wimbo ambao mimi naupenda sana. Na hiyo nyimbo ulitumia muda gani kutengenezea beat yake, kumrekodi mpaka ukakipata kile kitu ambacho, maana mtu anaweza akaja na idea lakini producer akawa na idea kubwa zaidi. Yani ulitumia muda gani hapa kutengeneza beat ikakamilika, ukatengeneza ile wimbo, yani ule wimbo mpaka ukakamilika ukatokea historia kweli nimeiona ina trend sana? Tusaidie. Ulitumia muda gani hapa? By the way, mwanzo nilikuja wazo kwamba
ile majanga ya Kariakoo na nini, tuwazo kwa nini tusiimbie kitu hichi, haya matukio na nini. Kwa baada ya wazo mimi nikatengeneza kwanza beat before, kabla yeye hajaja kabisa studio. Nilitengeneza kwanza sound ambayo itakuwa yani ambayo mimi naifikiria kichwani, ambayo inaweza kaendana na lile wazo. Kwa nikapiga beat frame, yani vitu tu vichache. Baada ya hapo sasa yeye ndo akaja. Huko rekodi alitumia siku moja. Rekodi baada hapo akaniacha mimi sasa nafanya vitu vyangu, naongeza beats, piga gitaa na nini, na kama mixing hivyo. Lakini ile rekodi kwa siku moja. Nyimbo nzito ambayo imebeba maudhui mazito ya ambaye jamii nzima paka inasisimua jamii nzima, tuseme ni taifa kwa ujumla, ambaye ni mtoto mdogo ameimba. Unaweza kuniambia ametumia siku moja tu kurekodi? Na siku moja yenyewe sio kumbe siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni, masaa machache sana. Unajua yule mtoto ana uwezo mkubwa sana. Nikikwambia hivyo na maanisha, yani siongei tu kwa sababu eti namjaza, hapana. Naongea hivyo nikiwa na uhakika na nachoongea naye. Yule dogo ana uwezo mkubwa sana. Kwanza ni mwepesi catch vitu. Ni mtu ambaye huwa anajikosoa mwenyewe hata akiwa na rekodi. Unakuta ameimba labda amekosea hivi. Yani mwenyewe anajirekebisha. Hapa nitakiwa niende juu, nimeenda chini. Yani mwenyewe tu akikosea yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba ni wapi nimekosea. Hata kabla hujamwambia kwamba hapo unatakiwa upande juu, yeye ashajua kabisa kwamba nilitakiwa nipande juu, hapa nimekosea. Kwa ni mtu wa namna hiyo, yani amsumbuani, afu ni mtu ambaye ana mood, yani muda wote mkikaa studio mna enjoy, yani mnacheka sana. Yani ni mtu ambaye ana vituko vingi sana akiwa studio, ana mizuka, yani unaweza kaacha hapa kaanza kucheza kama nini. Yani hivyo ni mtoto fulani ambaye muda wote amekuwa na vibe. Na pia naona kama wewe una mood sana kumsupport mtoto na anakufurahisha sana kumsupport mtoto. Lakini so tumeshaongelea kwa habari ya mtoto, na mtoto tutamfikia kwa wakati wake, kwa sababu huyu ndio producer wake, anayemtengenezea beat, anayemtengenezea wimbo mnayemwona, na anazidi kutoa ngoma kali mpya zaidi. Huyu ndo anayehakikisha yule mtoto anafanya vizuri katika tasnia ya muziki. Lakini si huyu tu direct nani producer, kuna wengine ambao wako nyuma yake ambao wanamsupport producer. Unajua producer lazima asupportiwe ili aweze kutengeneza kitu kizuri zaidi. Lakini pia tuna maswali mawili matatu kwa producer wetu siku leo, ambayo tumeweza kumfanyia surprise. Yeye mwenyewe ameshangaa kwanza kifupi. So producer, naomba tupe ratiba ya ofisi yako. Yani ofisi inakuwa masaa ngapi, na je mtu akija kurekodi ana rekodi kwa kiasi gani, au istoshe labda, maana tunasikia kama kuna bei ya chipu nini kurekodi faster. Tuseme labda mtu anatokea Mbezi, Makumbusho, anafikaje kwanza ofisi? Sisi kwanza ofisi yetu iko Bunju usalama. Yani ukifika pale kituo cha usalama, kama ni bodaboda yoyote ukimuuliza tu studio, nipeleke Studio Notation Records, anapafahamu. Lakini pia tuko kwenye map, Google pale kwenye Google Map ukiandika IVT au CMB unatupata moja kwa moja, lamani na kuleta mpaka ofisini. Na kuhusu gharama zetu sio kubwa sana, na pia hizi huwa tuziongelei, ila unaweza kanicheki mimi mwenyewe nikakupa utaratibu wa swala zima la gharama. Lakini sisi tunafanya music tofauti, gospel, bongo flava, muziki yote, masingeli, mapiano, manini, yani chochote kile. Tunafanya matangazo ya makampuni, matangazo ya biashara yoyote ile, audio. Lakini pia tunafanya mixing and mastering kwa studio, kwa maproducer ambao wanashindwa kumaliza nyimbo zao. Masuala ya mixing and mastering sisi hapa tunafanya hizo project. Mimi sound engineer kabisa ambaye nadili na masuala yote ya mixing and mastering kwa producers ambao pia kazi zao zinakuwa zinashinda labda kumaliza na nini. Na ratiba yetu ya kazi sisi ni masaa 24. Hapa nakwambia niko toka jana. Umesema kwa bei uwezo ukasema, unajua mtazamo wa mtu unaweza kumvuta moyo. Kuna chipukizi wengi ambao wanatokea, sawa. Istoshe msanii mkubwa akiona atajua tu kwamba pale studio mimi nikienda nitaenda na bei fulani. Lakini kwenye kila kazi kuna changamoto, lakini kwenye kila kazi kuna faida, si ndio? Je, hao watu wa chini ambao ni wanaanza muziki ya chini, chipukizi hawa, je, maana kwenye studio zingine utaona kuanzia 200,000, 300,000 kurekodi, 400,000, 500,000, si ndio?
Je, kwa hao watu wa chini kama wewe producer ambao unapenda kusupport watu, unawaambia vipi kama hao watu wa chini, labda mtu ana 150,000, ana 200,000, hawezi kuja kufanya jambo? Yani kikubwa ni kwamba sitajagi namba za gharama za hela ambazo kwa sababu kama ni underground ya wasanii chipukizi, wewe kama unaamini una kipaji na una uwezo mkubwa wa kuimba, wewe fika studio, tushindwane. Yani bei zangu ni rafiki sana, hatuwezi kushindwa. Yani kama tu una uwezo wa kuimba vizuri na mimi nikapenda unachokifanya, hatushindwane kabisa. Kwa waondoe off kabisa kwa wasanii chipukizi. Wasanii wakubwa wenyewe wanajua bei zao, wenyewe wanaelewa, lakini ya wasanii wadogo bei zangu ni rafiki sana kwao. Mimi ni mtu ambaye na support sana vijana wadogo, na support sana. Okay. Najua kwenye mitandao ya kijamii wanakupataje? Kwa majina yako unaitwa nani kwenye mitandao ya kijamii? Na mtu akikuhitaji kuendelea kukufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, labda pengine atakufuata DM kwenye mitandao ya kijamii, kuombe pia support. Lakini mpendwa mtazamaji, kuna hali ya usumbufu ambayo inaweza inatokeaga tunapokuletea msanii mpya au mtu mpya, unakuwa unampata DM, unamsumbua, wengine mnawatapeli. So uwe serious. Kama unataka kufanya kazi, uwe serious. Unapomfuata mtu DM, basi usimsumbue. Kuwa serious na kile kitu ambacho unakihitaji, sababu anaweza akakusupport. Atakutajia majina yake ya mitandao ya kijamii, anatumia nani, na utaenda pale utamcheck, utafuatilia kazi zake kama producer. Isoshe mimi binafsi pia namkubali sana huyo producer. Japo ndo leo nimeonana naye, nilikuwa namuonaga tu kwenye mitandao, namkubali sana. Kwa hiyo atakwambia majina yake yote pale, utaenda utamsupport na wewe pale. Kama ni kwenye account yote pale, utafika kama ni subscribe utasubscribe, kama ni kufollow utafollow, basi utampa support na yeye atazidi kukuletea kazi nzuri na mtazungumza vizuri. Ameshakwambia hakuna kinachoshindikana, wewe fika studio. Atakwambia mitandao ya kijamii anatumia nani? Okay, tukianza na pale Instagram, mimi natumia @rutagenius_engineer. Unanipata pale ukiandika tu @rutagenius, ile usiache nafasi _engineer. Utanipata pale. Pia kuna namba yangu ya simu, utakuja moja kwa moja WhatsApp pale, tutaongea vizuri. Lakini TikTok pia natumia @rutagenius, ukiandika @rutagenius utanipata. Facebook hivyo hivyo natumia @rutagenius. Yani na hiyo ndio mitandao pekee ambayo natumia. Kwa mfano na mimi mwandishi wako nikija kutaka kurekodi, sinaweza kurekodi au sina sauti ya kuimba? Sauti, mtu yote ambaye ana uwezo kutoa sauti anaweza kuimba. Yani mtu yote yule mwenye sauti kama inatoka anaweza akaimba. Producer ni noma. Unaimbaje? Fika Notation Records. Nikifika nitajua nina sauti ama sina sauti. Unaweza kuimba uwezi. Mimi nikikushindwa mimi uwezekani popote. Kwa kweli yani huyu akikushindwa basi utakuwa hauwezekani popote. Kwa mfano hapo ulipo sasa hivi umeoa, maana maproducer wengi wana changamoto nyingi. Kuna wadada wanakuja mkuvalia vingo vya huko. Inakuwaje hapa kuna changamoto? Wifi yetu yupo ama? Kiukweli ni kwamba sijaoa. Mimi ni kijana ambaye bado sijaoa. Na bado kwa kweli kwa sasa hivi bado mapema sana. Kwa hiyo kuhusu hilo tuliweke pembeni. Aisee, hapo kanichomoa. Nakwambia kwa sasa hivi ni kijana mdogo. Alafu kwa sasa hivi hilo tuliweke pembeni. Kwa sasa hivi anashughulika tu na music. Kwanza anataka kuwa engineer vizuri, bado hajawa engineer. Anataka kuendelea kuweka madini vizuri. Lakini nikwambie mpendwa mtazamaji, unazidi kuendelea kutufuatilia. Karibu katika studio yetu nzuri kali kabisa, na huyu ni producer ambaye ataweza kukupokea. Anaitwa Ruta, atakupokea kwa hali ya juu kabisa, na mapokezi ni mazuri kama vile mlivyoona. Tumeanza kuingia kuanzia mwanzo mpaka mwisho tulivyopokelewa. Ofisi zinapatikana Bunju Usalama, kituo cha usalama. Ukishuka kituo cha usalama pale unamwambia bodaboda naomba nipeleke studio, unaweza ukafika mapema bila kukosa. Bwana Ruta, tukwambie tu shukrani kwa surprise hii ya media, na pia tumefurahi siku leo kufanya mahojiano na wewe. Na labda kama una neno moja kwa mashabiki ambao wanazidi kukufuatilia na kukusupport. Kwanza nianze kuwashukuru kwa kuni surprise kama hivi, sikutegemea lakini nimeenjoy, nimefurahi. Kubwa kwa watu ambao wananifuatilia, waendelee kunisupport, waendelee kuwa karibu na mitandao yangu ya kijamii, kwa sababu surprise ni nyingi sana, vitu vingi sana vinakuja, vitu vingi sana vikubwa, project za wasanii tofauti wakubwa. Kwa wakae tu karibu na mitandao yangu ya kijamii, nitakuwa nazidi kuwapa updates.
Okay, bana mpendwa mtazamaji ambao ulikuwa unazidi kuendelea kutufuatilia kama vile alivyoweza kukuambia Bwana Ruta, na siku leo tumefika kutamba eneo hili hapa na mazingira yako vizuri. Ukiingia utaenjoy. Kuna kila kitu kama unavyoona hivi studio kama inakuonyesha, hakuna utakachokikosa. Kuna mazingira mazuri. Hata wewe msanii wa juu kiasi gani, ukifika hapa kuna mazingira mazuri ambayo yatakuridhisha. Kwanza hakuna kelele, ametulia, alafu mapokezi ya studio itakuwa wewe na producer tu. Hamna tena movements ya huyu anaingia huyu anatoka, hakuna. Kwa hiyo kwa utulivu ambao nimeuona hapa, tunakukaribisha sana kama CMB Bright TV. Tumeweza kuwasili siku hii ya leo eneo hili hapa. Mimi ni mwandishi wako Masai Oji_ Dar es Salaam. Nyuma ya kamera ni ya Mungu. Endelea kumsupport naye katika mitandao yake ya kijamii, anatumia ya Mungu. Hivyo ukiandika pale ya Mungu utampata, ya Mungu TZ utampata pale, utazidi kuendelea kumsupport. Lakini mimi kwenye mitandao ya kijamii natumia kama Masai Oji_ Dar es Salaam. Basi pia pale utaendelea kunisupport. Niko chini ya CMB Bright TV, ni mwandishi wa CMB Bright TV. Karibu CMB Bright TV, nikutakie wakati mwema mpendwa mtazamaji ambao unaendelea kunifuatilia na vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapo studio. Asante, bye bye.